back to our YouTube channel. If you're seeing us for the first time, I am Tazina. My other half, and she. Welcome back. This is another vlog video. So guys, it's the month of love, right? I told you to post video lini, but it's the month of love, and we decided we're going to talk about love. It is a very interesting topic, very interesting topic. And I wrote down some things that I want us to look at. Of course, biblical things. Don't worry, I got you. I'll tell you Maluta Ingila, because I even have questions for you. I even have questions for you. So love, to me, love is not just a feeling. Love is action. Love is a choice. Tutangalia from the Bible. The Bible says that God is love, right? You're in 1 John 4:8. Then Romans 5:8, it says that God's love was demonstrated by sending his only begotten son to die for us sinners. So Jesus commands us to love one another according to John 13:34 and 35. What I learned from the Bible is love is patient, love is kind, love does not boast, love does not act in pride, love does not delight in evil but rejoice with the truth. True love is demonstrated through actions and in truth, not just words, according to 1 John 3:18. So from the Bible we learn that love is sacrificial. God is love. Love is quality, not emotion. We love because God first loved us. That is 1 John 4:9. So malishi utaingililia. So just here lazima tungesema what do we tulijulia love wapi? Tulijulia love wapi? Okay. So tunatoa kwanza from the Bible. So kuna types of love. Kuna marriage relationships, kuna friendships, kuna acquaintance, na kuna romantic relationships. I just love the topic of love because me I love people. I love you guys even. And I believe relationships are commitments. True. Yes. Hata friendships. Ndo nasema sasa kwa relationships zote. But kwa Biblia, so I have a question. Na pia kama uko hapo unawatch video, you have something to say about what I'll say right now. We are not perfect. Niko na about marriage. That so wacha niseme kwanza marriage. So niko na marriage is viewed as a holy self-sacrificial union where husbands are called to love their wives just as Christ loved the church. So my question is, nikisoma Biblia sikuona mali imeongea about dating, ama labda ni mimi sikupatana na ile part ya dating. Si hata dating, part ya talking stage. So my question is to you, She, do you think talking stage ni lazima? Why? No. When it comes to talking stage, this is where you have conversation, not the intimate ones. But if it can lead to the intimate ones, fine and well. Okay? You don't expect us to meet today. Na tomorrow tuko kwa ndoa. Okay, yeah, it makes sense. You have to know me. You have to know my flaws. You have to know my weak points. But unajua weak point yangu ndio utakam in as my partner. Okay? You have to understand me. I have to understand you. That's the thing. Kama kuna mtu anataka shi. Umesikia? We have to have an understanding of each other before nko as bring the marriage issue. Okay. But sasa si inaanza talking stage ndio watu wanaingia dating. Alafu mnaanza courtship. What can you say about dating? Dating is a stage that it's really loving. Iko na lavidavi. Iko na mekiroko na mitambiroko. Ate sasa hapo unajuanga
when your girlfriend is angry, what she's capable of. Thank you so much. Umesema vizuri kusema hapo sana unajua your girlfriend is capable of doing whatever. Unajua mimi na disagree na wewe. Sawa. Tukienda interview hivyo ndo utaambia watu imagine tumeenda kuombea alafu wamenisahau bila. Hivyo after whatever you say. Okay, why? I disagree with you because I believe in talking stage watu wanasemanga ndo that is where you get to know your partner. Me believe in talking stage hakuna kitu unaojonga kuhusu your partner because if I want us to date I will show you what I want you to see. So mkianza sasa ku date ndo I feel like unaanzanga sasa kuona kunijua vizuri. So I don't believe in talking stages. I don't people pretend. So unataka tu kuingia date kama mtu ananitaka ata pretend ananitaka, ata pretend he's all loving, he's all kind, he's all nini, but when we start to date I believe that is when I get to see your true colors. Hata mimi most times nataka tukudate bila talking stage. Sijasema mimi nataka tujuane tukidate. Mimi sitaki talking stage. Hata mimi sijaifanya talking stage. Mimi nishaikuwa nayo. Nishaikuwa nayo. The third hour. Badali yangu ilienda 3 days ama 4 days. Guy. Ndio nasemanga 11 hours sasa nilikuwa the third hour. Mambo ni mengi guys. Mambo ya town. Kalayo. Me I don't believe. Ati okay, nilikuwa kwa talking stage nyingine hapo. So the guy was telling me, the guy was telling me, ati you know, I don't know you, we need to get to know. Okay, unaona talking stage. Talking stage, I believe kama ni mtu mjai patana, that is when you plan maybe your first date. Meet kama two or two times before you make it official. Hapo sasa ndo at least mkiwa na hiyo sit down ndo mtaanza kuongea and this, what do you love, what don't you like, what do you see in me, what do you how do you view relationships, whatever. But when we start dating, I believe that is when I get to know your true colors. Maybe I know tukiwa talking stage you will show me what I want to see. Mimi kwanza tukianza kuongea alafu nikwambie mimi sipendi mtu wa communicate. Sasa hapo ndo sasa utaanza communication skills ziko top notch, ziko 100%. Hapo ukisema tukianza date ndo sasa all of a sudden I was busy, I was doing what I was hapana. So that is settled. So the Bible says at a start tunasema the last thing in the Bible, then we get to the real thing about love. If you don't enda kwa refu. Christians are called to clothe themselves with love, which binds all other virtues together in perfect unity. Hapa sasa ndo nilikuwa nikuuliza, do you believe in talking stage? Umesema yes you believe. Now I want to ask you a question. Hizi maswali za taz. Just so like. Yeye alisema we should bring something we talk about. Mimi nikamwambia because it's the month of love. Si mbona tusifanye love? So have you ever been in love or loved? Dangani. You've ever been in love? How is the feeling? Good. Okay. How was it? Katapi. This is down at ni interview. But I can be a very good interviewer. Have you ever been in love? Usiulize interview maswali. Hapana, lazima atajibu. Najua Mike Songo watch video but aki guys. No, si vile. No. Tazio. Get out. Si vile unafikiria. Ama wasita walikuwa ukweli sababu walikuwa uongo. Guys, the date watu wengi hivyo. Anasema tu for example. Okay. I believe that was not love. At some point, sasa hii kutaja huyo ex wangu ndo asijue ni yeye. Kuna ex wangu, I believe that was not love. Hiyo tu ni sijui ndasema aje. But yes, I've ever been in love. So nilikuwa talking stage nyingine hapo. Story time. Story. Story. So this nigga ananiuliza. So share experience talking stage.
Si, ngoja. Ngoja. Kamtoa huyu acheke kwanza. So, this is nacheka guy. Ukiwa na mimi. Clearly. Tulikuwa okay, sijui kama ilikuwa talking stage, but we were trying to get to know each other. So akaniuliza, okay, do you love me or do you like me? I was like, nigga, love you. Then nikamuuliza, and you? Akasema, I like you. I'm like, okay, so we're not on the same page. Akaniambia, do you know the definition of love? I was like, clearly ni kama sijui. And he kind of explained to me about love. Na nikakuja nikaangalia kwa Bible. Bro, ukisikia kwa Biblia inasema husbands, okay, hata part 2 ya dating or whatever. Love your wife or your spouse just as Christ loved the church. Wajua tu love ni word big. So, ikakuwa kumbe tupendani, tunalaikiana. You came to the realization. Aliongea point by the way. Aliongea point. Na niko na kwa hizo relationships zote nimekuwa, I don't think we were in love. Ilikuwa liking. Ara si liking. Kuna kitu kama infatuation. Yes. Never. But akitaki kujicontradict. Tuseme tu I've ever been in love. I've ever been in love. I loved it. Yes, it was very sweet. It was very sweet. Kuamka asubuhi na messages, oh my god, hi darling, I was like, oh my god, this is what I came for. Oh my god. Hadi nakumbuka kuna relationship yangu tushaipanga hadi jina watoto. It was that serious, my friend. What, ilikuwa to marriage? Haikuwa ni mnapata maje. Ilikuwa tu ni ujinga tuko nayo. So tukaanza kuangalia majina za watoto nini. Ndio tulikuwa sana, nilikuwa nafikiria nikaona hapana. Love is a very big word. It's a very big thing. Like love ni deadly sana. Anyway, tutarudi hapo. Guys, tunarudi sana. Share this story. Leo nimemkamata, next time utafuta ile utanikamata. So experiences, I want us to talk about experiences of in those relationship or friendship, whatever. Yes, ataki kuongea family, juu family I feel it's a whole other topic. Can we talk just about love, relationship and friendships? Yeah, my experience. Yes, tuseme tu relationship, friendship pia na feel ni kama ni a whole other topic. Yeah, but yeah, tuongee kuhusu relationship. So how was the experience when you were in love? It was good. Oh my goodness, I love that. Napenda mtu anaanzanga na positivity before aingie kwa negativity. Before I just say but kuisha maneno. It was good. It was a good feeling to feel at that time. It was the best thing. She was in love. Anyway. My lord. Kidogo. But haiko useme hivyo na fijo. There are challenges. Okay. Tutafika kwa challenges. So jibu yangu ni my experience was good. Okay, tuongee pia kwa challenges. Juu kwa challenges ndio tutaingia sasa kwa what was your turn on and turn off, red flag. Lakini usiguzishie hizo, sema tu okay, challenges basi tutaongelelea hapo kwa turn off and turn on. Experience yako ilikuwa tu kwa relationship zote zenye umekuwa? Kwa moja ilikuwa stable. Kwa hiyo hizo zingine zilikuwa stable. You know, mimi my current ex, I felt. Wacha ni count ex. Wacha ni count hapo, msijudge. Tazida, don't judge me. Mimi siwezi kujudge. Don't judge. Tumefika 5. Bana, no. Tuseme moja. Moja ya. Moja ilikuwa stable. Mbili. Okay. That period. Siongeza hivi. I don't. Nakumbuka nikikwambia nilikuwa na feel ni kama I don't deserve to be loved. It's because of those relationships. Kuna mwenye tushai date
vitu zilikuwa zinaenda poa by the way. Then all of a sudden familia yake tu ikakuwa na a lot of issues. Unajua alikuja kuniletea hizo issues. Akaniambia Rena, I'm going through a lot. I'm like, nigga, I'm here to support you even if you're going through a lot. I am here to talk. I'll talk with you. Tutaongea Like, even I'll for be your safe hours. space. Yes, I'll be your safe place. Because huyo nayo najua stress ingemhit. Drugs teketeke. Na siko nataka atoe stress kwa drugs juu zikiisha utarudi back to reality, back to zero. Then akaleta story ya familia and I was like, okay nigga, hapana. Mimi ndio hapana. Wacha tu basi iishe. Because huyu inaonekana hadi kama tungedate mpaka marriage. Kitu chote ingefanyika kwa kuchanilete. Instead of solving, akuchanilete. Then there was this other relationship. It was going well. Until I loved it. By the way, I loved my current ex. But hakuwa na communicate. Alienda sema ilikuwa kama long distance. Hakuwa na communicate. Alikuwa na communicate I think ikiwa tu akifeel anataka communicate. So ni kama mimi ndo nilikuwa na do all the communicating skills. Nilikuwa naeka communicating skills zangu hapo. Asubuhi I call hiyo relationship nilijituma. Ni kama nilikuwa naona future but I guess sikuwa naona. So tukaenda hivyo maisha maisha ikakuwa tu sawa. Waka travel, wakaenda mbali. Then kucommunicate ikakuwa shida. So I was like, okay, why aren't you communicating? Ananipea tu my excuses mingi. And mind you alikuwa tena watravel watoke Kenya for I think a month. So niko na yenyewe. Plus at that moment ndo nilikuja kuokoka. I don't want to say about that, but nilikuja kuokoka and kind of was told to get out of that relationship because ilikuwa inanilead mahali. But I felt ni ukweli. Kuna mtu unaweza connect na yeye, sorry. Unaweza connect na yeye na iko anakupeleka path like you don't belong to that path. True. There's a story ndakuja kupeana one time but for real. Yeah. So ilikuwa poa sana by the way. We loved each other. Oh my goodness. Sisi tungeongea karibu the whole life. Acha nikwambie. I guess my experience was I guess at some point I was also not communicating. For someone to understand me. Mimi nilikuwa na communicate for that someone to understand me. But nilikuwa na feel like more pressure in that relationship. Nataka hii relationship. Nilikuwa na feel papasi yangu it's an inside joke. Papasi yangu na yake ni kama zilikuwa zinaendana. Mimi nilikuwa na goals the relationship but yeye ni kama alikuwa there for fun. That is so at some that point is how I felt. I also say that if I had communicated yeah okay would have turned okay yeah. Your current ex yeah okay me I was not communicating because aki current ex wa she is very sorry. Najua hizi apologize. Huyu ni mgumu huyu. She's very sorry. She was not communicating. Please bear with her but don't text her. Murudiane. I don't. She unapenda kurudiana current ex wako? No. Kai, umekata haraka sadi ungepumua. Kai. It was bad. Hakuna text wangu nataka turudiane. Tunasema ulikuwa mtoxic tunakuja hapo. Me I'm not the toxic one. Unajua mimi I thought the toxic one. Me I thought toxic. Okay, wacha nikuje hapo direct. Tumeongea about experience. Tuongea about turn-ons kwa relationship yako. What was the turn-on? Mimi turn-on yangu ilikuanga tulikuwa tuna communicate vizuri. Sasa hiyo part ya long distance I think ilileta tu tashwishi. Long distance siwezi. Tulikuwa tuna trustiana sana. Trust was there. Words of affirmation. Oh my goodness. And sacrifice. And we prioritized each other. Happiness. That guy. I was loved. We were in love. We were
We were in love. We were in love. Yeah. I can smell the air, the love in the air. Oh my god. Canon zako kwa hiyo relationship ya ex, sasa tunaongea ex, current ex. Turn on. He loved me loud. Wow. Yeah. She wow. That's what I was saying. I was the problem. Yes, I was the problem. She was the problem. We learn and She is always the problem in everything. guy. Okay, not everything, but in that relationship. Yeah. Anaweza kupea story uone yenyewe hata kijana alivumilia. Jushi naye kijam ana overreactingi. Anapelekanga yo anger to the next level. We should pray about your anger. So Tanon zako alikuwa na love loud. Wow. Hey, he loved me loud. Turn And I off. loved and also loved him loud. Turn off. Uko na tano? Akita mimi ndo nashinda kwa current ex wangu. I don't think kulikuwa na turn off. Turn off ilikuja after saa ndio imekuwa long distance, ndo hiyo communication, because I feel like hata emotionally alikuwa ananijali even emotionally. For real? Bro, plus ako napenda drama. Mi kaibedhe mimi ndo nilikuwa na drama. I was the problem even in that relationship. I remember kuna siku alipost msichana mwingine na emojis zingine bro. Nilijambaya sana. Alikuwa na mush birthday ama? Ama alikuwa kazi? Ilikuwa birthday. I know a cousin when I see one. Yes. Plus I feel like Tasira, calm down. Kwa love itaki jealousy. I was Weh. jealous. I was my man she. I was jealous. And you've invested in that man emotionally. Maybe hata financially. Hey, don't go there. Don't go there, my sister. Don't go there. You will make me now start talking things I don't want to talk about. But yeah, okay. Acha nikwambie, nilikuwa naangalia story na red flag. I thought red flags ni abuse. Physical abuse, maybe hiyo kuchapana ni nini, but kumbe kwa toxic ni acha ni Being a narcissist. So number 1, if a person is overly dependent on the other, toxicity. If there is lack of communication, toxicity. One person is always putting the other down, toxicity. There's a lot of drama and conflict, toxicity. One person is always fighting, trying to control the other, toxicity. There's emotional and physical abuse, toxicity. Mimi sikuwa nafikiria toxicity ni hizo, kumbe I was in a toxic relationship and I didn't know. Bro, ni kama nilikuwa kwa another relationship, kumbe nilikuwa kwa toxic relationship na sikuwa najua. Sikuwa najua ni hizi. Mimi hata umesoma nikasema ama I'm the toxic one. I love this conversation. Oh my god. I'm the toxic one, Tazina. Okay, so ulikuwa dependent sana. Guy, toxic person. Lack of communication. Uko na communicate one person is always putting the other down. Hapana. Okay. There's a lot of drama and conflict. Drama. She unapenda drama. Toxicity. One person is always trying to control the other. She. No. Okay. There is emotional and physical abuse. Akukuwa nayo. Lakini emotional kulikuwa na emotional abuse. She were in a toxic relationship. Even it comes to a point that kidogo I was the toxic one kidogo, but he was also. Nyinyi wote mlikuwa toxic to each other. We had trauma. Okay, let me now tell you. Tell me, my sister. You see, when we meet each other, this is where the talking stage and dating comes in. Abu niambie jumi si date. Kuna trauma, Tazina. Mimi niko na trauma. Traumas mingi sana. And it happens, he also had his own trauma that we had not discussed during our dating.
Okay. So zilikuja kuexplode baadaye. I'm not talking, he's also not talking. I'm not even giving a room of communication. Wow, that's bad. It's my word against your word. I can smell it. Kubaya huku. I can smell it in the air. So you see, tuna collide to each and every time. Hatuko tunakuja na agreement. Na feel ni kama nafungua podcast ya watu kuheal. She continue talking. Oh my goodness. I'm But done. hiyo part ya trauma naweza kubali. Because hadi mimi nilikuwa na a lot of traumas, but I think I dealt with them, but I feel like mpaka niingie nikuwe kwa that situation ndo maybe ndajipata, but I will deal with them harmoniously. Really? I wouldn't want to pass my traumas to my children. Period. I will deal with them. Period. Clock it. So, what time do you realize you are in a toxic relationship? Me, I feel sikuwa najua. Hata mimi sikuwa najua. Once you out is when you realize, wow. Okay. By the way. But kuna wenye wanakuanga kwa hiyo toxic relationship. Kuna stories nimesikia. Anachapa but anakaa tu hapo. Because of love. Children. Na wenye hawana watoto wanakaa hapo because of ama una pa kwenda. Wacha sasa nikwambie. The Bible this says is where exposure comes in. Ushaikuwa na mtu akwambia hataki friends, like hataki ukwe na friends. Sijawahi kuwa na mtu kama huyo. Na usiwahi. It's bad. Oh my God. Cause now this is where you realize hapana siko na kazi. Sawa. Okay, tuseme for example, I'm dating Kimani. Kimani ni nani? See, I want to know Kimani. Hakuna Kimani. Si unake. I knew it. For example, I'm dating Kimani. Usitaje Kimani tena. And Kimani is the only person I know from my early 20s ama early 10s, from 18, 20s. Let's say I'm fresh from high school and I meet this Kimani. And Kimani now gives me an environment where it's the only safe space. Yes, I know. Yes. Come on. Okay? Okay, it's the only emotional attachment I have. Sina mwingine. Uko na Yesu lakini sawa pole. Sawa, endelea. Sorry. In human form. Sawa, sorry. Najua tu Kimani. Yes. So even when he starts being abusive physically or emotionally, kwa akili yangu najua ni Kimani tu. Nivumilie tu juu. Nenda wapi na Kimani ndo huwa ananielewa. Like even you having friends who are not advising you on stop making at me like that. Siko najua hii topic ataongea. Mnaona nilikuta notes zangu nilikuwa najua mimi ndo naongea kuhusu story. Okay, now let's say now you have a small circle that you call your friends, right? Now you go and tell your friends, you know Kimani. Okay, I go and tell my friends, same kama wewe for example. Jana nilikeleo and you know like atoka huko ni mbaya. Sasa where am I going to go? You know Kimani is the only person I know. You know even back at home you're not that stable. Kimani this, Kimani that. Mom shopping, anatulipia rent. Wacha tunivumilie, he's going to come and he will never change. Umesikia kwa akili. Never. Yes. An abusive man will always be an abusive man. Okay. And that's on period. Na sijaichapwa. Kwa hivyo acha kuangalia hivi. Mimi hadi karibu nianze kukurumia nikwambie I have friends who have gone back to that. Okay. Wanakuanga mentally. Ushapata psychopath. Okay. Yeah. Anajua you know anywhere. Nitakuja utapika sapa, utanipatia, utanipatia conjugal rights na nitakuwekelea na iendelee routine. Ukitoka hapo unakuwa damage mentally vibaya sana. Kuanzia zero si mchezo. No, this is where the topic of letting it go comes in. Guys, mmesikia hiyo story? Meta nimeshanga. Sasa nenda wapi? Sisi nitaanza wapi? Anza zero bro. Anza Ken bana. Ken nani?
Ndio unajua Kennedy ndo atulipianga rent. Unajua Kevo ndo atuleteanga shopping. Unajua hata siko employed. Mimi hata siko job. Unajua Jemo ndo anaendanga huko hustle. Ana hustle. Na labda unapata Jemo ako na mamanzi wengine. It's bad. It's bad. It's bad. That's the next. Thank you for sharing. Zenye ulikuwa na marafiki zako wanapoana go. But si mimi. Acha si yeye. Wewe kwa ate. Kai, uni dimanga. Ama awe. I'm not that bad. Kichwa ngumu. But not bad. Hata sana though. So tumeongea about have you ever been in love? Umesema you are in love. Umetupea experience zako na challenges zako, umetupea turn-offs, turn-ons na red flags. Hatukuwa tunajua tuko kwa toxic relationships. Kweli. Umetupea examples. I was the toxic one. Yeah. I'm not trying to sugarcoat anything. I love that. I was the toxic one. You never. Hata mimi maybe no one is perfect. Maybe I was. We To that person mkimuuliza atasema Tazina was the issue. So umetuambia experiences pia za mabeshte zako zenye umekuwa kwa toxic relationship, how people don't easily let go. Narcissistic. Yeah. So in all those things zenye umesema na pia vitu zenye umepitia, lesson learned. Put yourself first. Love yourself loud. So that you can be able to spread it to the rest of the people. If I don't love myself, nitakupendaje Tazina? Hata the Bible says niguze hapo kidogo. The Bible says love your neighbor just as you love yourself. So you cannot love your neighbor if you don't love yourself. Exactly. So love yourself first to be able to love your neighbor. Be kind to yourself first. Oh my goodness. So that you can be kind to the other person. Trust yourself first. So that you can trust the other person. Where? So if you don't start with yourself, aki hakuna bro pale unaenda, utarudi to the drawing board. Tazina, clock it. Mbona umetaja drawing board alafu kasema Tazina clock it? Kwani narudi drawing board aje? Kimapenzi. Sawa, okay? Yes. That was... But I also learned communication is the key. Yes. Wacha nikuambie. Tazina kuna koma. Wacha nikuambie, you cannot be interested and inconsistent. You can never. Communication equal number one. Top mimi kama mimi I communicate can nonsense. Mimi nikwe busy. Okay, one thing with me is if you keep quiet, I'll also keep quiet. Sasa ukimnyamazia na kunyamazia. Mimi ni ukininyamazia na kuuliza bro, okay, so are we on the same page or are we on the same page? Akimisi wezangi for real. Mbona? Utanyamaza ni nyamaza, ukisikia kupika utapiga, ukisikia utaki. It brings me to another question before tunamaliza video itakuwa refu. It's done. Unaweza katia boy? Siwezi. Mbona? But my facials will tell you that kidogo. Si pia ni kukatia mtu. Sitaisema loud. Yo ushatuonyesha mimi siwezi kuja kwambia ni aje. Bro siwezi. Acha tu nikufe na feelings zangu. For real. Na kinikataa. Si ni sawa? We move on regardless. I guess sijafika hiyo stage. We move on regardless. Tazina anaweza. Mimi naweza. Wacha nikwambie reason being. Sipendi kitu nanikula kichwa. So mimi nikikumark nimekumark. Na nikuulize you are single useme yes you are single. Bas. We start from there. Immediately. Drawing board inaanza hapo. Nikiona you are not interested ndakuuliza okay so are you or are you not? Akisema he's not. Then it's okay. At least hiyo kitu imenitoka. Mimi si wale watu acha nitakufa na feelings zangu. Alafu nione bro ako na manzi mwingine na labda huyo manzi ni best yangu. Ni kama seme nipe jina. Kimanongo. Mbona ni date Kimanongo hata wewe si? Okay. Nipe jina. Calvin nani shi? So tuseme kuna Calvin. Mimi nimemark Calvin. Kumbe Calvin amemark she. So mimi ninyamazie. Nasijambia she. Ninyamazie hiyo story ya Calvin. Ni alisambia Calvin nampenda. Mimi nampenda kwa mbali. Uko. So it turns out Calvin anapenda she. Na tunashindana na she. Hiyo kitu itani damage sikudanganyi.
itani damage ile serious. So me I bet I tell you uniambie kidogo tricky. Nikae nikijua hadi Calvin akikuja kukatia alisema kidogo tricky pande yangu. Ama niambie usikiba na mimi nimemark mtu mwingine. Alafu nikuja nipate niwe amemark, that is okay. That is fine. Ameniambia hivyo mimi, lakini sijai kataa mtu akanikataa. Nishaikuwa kwa hiyo situation. Mimi sijai katia mtu commitments and stuff. Yeah. But facial zangu mimi naweza kuonesha facials kazi gani? Calm down. But anyway, okay, mimi sasa kuna swali lingine. Sasa unasema lesson learned ni when you love yourself, vile tu shia amesema love yourself loud. Love yourself loud. Hata kama una do. Ita tu hapo kwa hiyo kibandaski, nunua hizo chipo za 70. Seji bambe. Na wendo ununue Minute Maid baridi ya apple. Okay, mimi siwezi fanya hivyo. Mbona shi? Sijui. Shia naogopa kukaa peke yake kukula mahali. Wallahi. Ukisikia unataka kujipenda loud, wewe niite. Tuende kama road. Kwani iko nini? Yeah. So guys, thank you for watching, and to those who are listening to us, you cannot be interested and inconsistent. If you want someone, if you want something and you're interested, be consistent. Yeah. So thank you guys for watching. Hiyo topic nayo imekuwa ingine moto. Na actually data ingine kama hiyo. Tazina hapa ndo wanasema hapa ndo nakuta. But I love the way umetupa hizo experiences your other friends. Nakukata mpaka shingo. So thank you guys for watching. Tunawapenda sana. Don't forget to like, comment, share and subscribe and consider na ucomment hapo kama ushaiko in love. Bye. We love you.